manage your life. jinsi ya kuyaendesha maisha yenu. Number one. La kwanza, Point number one. kipengee cha kwanza, It says, inasema seek ye first the kingdom of God. tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Seek ye first the kingdom of God. That's point number one. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Hicho ni kipengee cha kwanza. Matthew chapter 6, Mathayo mlango wa 6, verse 32 to 33. mstari wa 32 hadi wa 33. Point number two. Kipengee cha pili, How to make sure that you can preserve your salvation. jinsi ya kuhakikisha kwamba unaweza kudumisha wokovu wako. Point number two. Hatua ya pili, Love the Lord your God with all your heart, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, your soul, nafsi yako, your mind, akili zako and your strength. na nguvu zako. I'm just giving you survival techniques. Ninawapatieni tu vipengee vya kuwasaidia. I am giving you survival points. Ninawapatieni vidokezo vya kuwasaidia. Number three, Ya tatu, he says, give the Lord your God anasema mpe Bwana Mungu wako your first effort. jitihada zako za kwanza. You can say first fruit, but I'm saying first effort. Waweza kusema tunda la kwanza, lakini inasema jitihada za kwanza. Which means when you begin to do something, you say, my first effort goes to the Lord. Kumaanisha kwamba unapoanza kufanya kitu, unasema kwamba jitihada zangu za kwanza zinamwendea Mungu. Number four, Ya nne, he says, anasema seek the Lord your God mtafute Bwana Mungu wako wholeheartedly kwa moyo wako wote, before kabla serving men. ya kuwatumikia wanadamu. Number five, Ya tano, be totally available uwe wa kupatikana kabisa kabisa to the Lord your God. kwa Bwana Mungu wako. Number six, Ya sita, don't seek the approval of man, but of God. usitafute kukubalika na wanadamu, lakini ukubalike na Mungu. Again, let me repeat number six. Wacha nirudie tena ya sita. Never seek the approval of man, but of God. Usiwahi kutafuta kukubalika na wanadamu, lakini tafuta kukubalika na Mungu. Even if you remain only one pastor preaching holiness, you remain one. Hata kama utabaki mchungaji mmoja tu unayehubiri utakatifu, we baki mmoja. Don't worry about the others. They are castigating you. They are laughing at you. Usijali kuhusu wale wengine, wanakukejeli, wanakuchekelea. You are alone. Don't worry. You just never seek the approval of men. Uko peke yako, we usijali, bora tu usiwahi kutafuta kukubalika na wanadamu, Seek the approval of the Lord only. lakini tafuta kukubalika na Bwana peke yake. Number seven, Ya saba, learn to stand alone even within the church. jifunze kusimama peke yako hata ndani mwa kanisa. Learn to stand alone even within the church. Anasema kwamba jifunze kusimama peke yako hata ndani mwa kanisa. If you send your children to a church, Ikiwa utawatuma watoto wako waende kwa kanisa, if you are a youth in the worship, ikiwa wewe ni kijana katika kikundi cha kuabudu, and you find that the youth in that worship are in sexual sin, na upate ya kwamba vijana katika hicho kikundi cha kuabudu wako katika dhambi za zinaa na ngono, they are sending text, they are sending emails, they are sleeping with one another, wanatumiana ujumbe wa arafa, wanatumianana barua pepe, wanalala mmoja na mwingine, there is pregnancy there, you don't have to subscribe to that. kuna mimba kule, wewe haupaswi kujisalimisha kwa hayo. If you find that your pastor is a liar Ikiwa utapata kwamba mchungaji wako ni muongo and he loves money na anapenda pesa and there is immorality in the church, na kuna uasherati kanisani, he's saying anasema you don't have to go to hell because of this man. haupaswi kuenda jehanamu kwa sababu ya mtu huyu.
learn to stand alone even within the church. Jifunze kusimama peke yako hata ndani mwa kanisa. Meaning there are certain things you don't have to subscribe to. Kumaanisha ya kwamba kuna vitu fulani ambavyo haupaswi kujitiisha kwavyo. Because you are going to appear before Jesus alone. Manake unaenda kujiwasilisha mbele zake Yesu peke yako. You won't say, Lord, Lord. You will not say, Lord, my pastor, you know my pastor. The Lord, he will not listen to that. Hautasema kwamba Bwana wajua mchungaji wangu. Hata sikiliza hayo. He says, anasema, fellowship with people going in the same direction. Shiriki na watu wanaoenda katika mwelekeo sawa. Fellowship. Shiriki. Only with people going in the same direction. Shiriki tu na watu wale wanaoenda katika mwelekeo sawa na wewe. Where? Leo ni leo. Leo ni leo. The Lord has encountered the church. The truth must be spoken. Bwana amekutana na kanisa, ukweli ni lazima ukasemwe. I am moving to number 9. Ninaenda kwa ya 9. Maintain an eternal perspective. Dumisha mtazamo wa milele And value system by setting your heart na mtindo wa udhamani kwa kuulenga moyo wako on the things above. Kwa vitu vile vilivyo juu. I am just giving you survival techniques. Ninawapatieni vipengee vya kuwasaidia kuishi. Always maintain an eternal perspective. Kila mara dumisha mtazamo wa milele. And value systems. Na mitindo ya udhamani. By setting your heart. Kwa kulenga moyo wako. On the things above. Kwa vitu vilivyo juu. Before you do anything, ask yourself. Kabla ufanye kitu chochote jiulize. How does this help my eternity? Je, hiki kitasaidiaje umilele wangu? Before you pick that phone call, ask yourself, how does this phone call help my eternity? Kabla ukapokea simu hiyo, jiulize kwamba je, simu hii itasaidia vipi umilele wangu? Number 10. Ya 10. Be an example others can follow. Uwe mfano ambao wengine wanaweza kufuata. Be an example. Uwe mfano that others can follow. Ambao wengine wanaweza kufuata. That is very powerful. Hiyo ni ya nguvu sana. Because it gives you responsibility. Kwa sababu inakupatia kujukumika. You begin to know that whatever step you make, people are watching. Unaanza kujua kwamba hatua yoyote unayofanya, watu wanakuangalia. You become a leader. Unafanyika kiongozi. And you cannot make mistake on these matters here. Na hauwezi kufanya makosa kwa masuala haya hapa. You cannot allow it. Hauwezi kuruhusu. And he says, na anasema, 11 he says, 11 anasema, let Jesus Christ, wacha Yesu Kristo, be your perfect example, awe mfano wako kamilifu, of singular focus, wa kulenga kwa kipekee, on God the Father. kwa Mungu Baba. Can I repeat that? Wacha nirudie hiyo. Let Jesus Christ, wacha Yesu Kristo, be your perfect example, awe mfano wako kamilifu, of singular focus, wa kulenga kwa kipekee, on God the Father. kwa Mungu Baba. Which means Jesus said, kumaanisha kwamba Yesu alisema, I must do the work of he who sent me before the darkness comes. Ni lazima nikafanya kazi yake yeye aliyenituma kabla ya kuja kwa giza. I am not sending myself. I am sent by he who sent me. Sijitumi mwenyewe, ila nimetumwa na yeye aliyenituma. Whoever sees me has seen he who sent me. Yeyote anionaye amemuona yeye aliyenituma. Everything Jesus did was focused on the Father, the Father, the Father, the Father, the Father, the Father. Kila kitu ambacho Yesu alifanya alikuwa anamlenga Baba. Baba, Baba, Baba. Now listen, precious people. Sasa sikizeni watu wa dhamani. The truth is in repentance. Ukweli uko katika toba. When you repent, unapotubu, then the Lord finds a vessel to pour the new glory. Basi Bwana anapata chombo cha kumwaga utukufu mpya. This glory cannot be adulterated.
utukufu huu hauwezi kunajisiwa.